Bwana, ngome inaanza na huyu mrembo anaitwa Belema. Ni saa 8 za usiku anatoka club. Alikuwa amerequest Uber, so amejua hapa na huyu mchizi driver anaitwa Isio. Sasa kutokana na kwamba Belema alikuwa amelewa sana, kamwambia mchizi kuwa najua wewe utakuwa unanitaka mimi. Isio alishtuka kweli kweli. Belema akamwambia paki gari pembeni. Mchizi akakaza, lakini uvumilivu kamshinda mbuzi kafia kwa muuza supu. Jamaa akapaki gari pembeni, akamwambia mrembo kuwa una condom. Mrembo akasema sina, tunafanyaje? Mchizi akaona isiwe tabu, akamfuata mrembo siti ya nyuma, akachapa mzigo hivyo hivyo. Sasa baada ya mechi, Belema saka akti kama mzimia. Mchizi alibaha kweli kweli. Belema bwana akashtuka, akamwambia nilikuwa nakutania. Jamaa alihema juu kweli kweli. Maana tayari jamaa alikuwa ameanza kuhisi labda Belema kafa ise. Basi wakaendelea na safari, akamfikisha Belema mpaka nyumbani kwake. Sasa Belema akamwambia kuwa unandai shingapi? Jamaa akasema hakuna shida, achana nayo tu. Mchizi bwana akajiongeza kara mzigo, sasa mrembo atatoaje na nauli tena ise. Basi bwana mrembo akashuka akaingia zake ndani. Mchizi amini kama akapita na mtoto. Belema ni mzuri balaa. Palipokucha asubuhi, Belema anaishi na rafiki yake anaitwa Olivia. Belema akamweleza Olivia kwamba unajua jana nimefanya swala moja la kipumbavu kweli kweli. Nilifanya sex hata bila kutumia kinga na yule driver Uber aliyenileta usiku. Olivia akasema Belema una akili kweli? Belema akasema lakini alimwaga nje, kwa hivyo sidhani kama kutakuwa na tatizo. Olivia akasema ukiachana na mimba kuna magonjwa zinaa pia. Kwa hivyo kwa usalama wako nenda kapime. Upande wa pili tunaoneshwa Isio yuko na rafiki yake hapa. Naye pia bwana anamueleza kuhusu tukio ambalo walilifanya jana usiku na Belema. Chiza akasema jamaangu vipi wewe? Vipi unawezaje kumwamini mwanamke kiasi hicho? Je kama ana ukimwi? Je kama na magonjwa ya zinaa? Ndugu yangu utakufa wewe. Sio akasema lakini yule mwanamke kwa kumwangalia tu hawezi kuwa na magonjwa ajabu kama hayo. Usiku Isio akiwa chumbani kwake anamfikiria Belema balaa. Mtoto wa kike kamkaa kichwani kinyama. Sasa ikabidi ampigie simu, kamwambia bwana mimi ni Isio, yule driver Uber ambaye ulikuwa naye jana usiku. Belema alishangaa kweli kweli, akamwambia kwani namba yangu ulisevu? Isio akasema ndio. Belema akasema okay, nikusaidie nini? Belema kawa serious kinyama. Ule ucheshi wa jana usiku mwamba hauoni. Mchizi ikabidi amwambie kuwa nimekupigia kukuuliza kuwa kama utakuwa na nafasi baadaye tutoke out. Belema akasema wewe, mimi sina huo muda. Asante kwa kunipigia. Akakata simu. Sio alishangaa kweli kweli. Lakini mchizi akasema inawezekana mrembo anaona aibu kwa kile tulichokifanya jana usiku. Kwa hivyo akachukulia ni hali ya kawaida Belema kuwa serious kiasi hicho. Kesho yake Isio yuko hapa na rafiki yake. Isio hana mudi kabisa. Sasa jamaa leo amemtafuta Belema kutwa nzima. Belema hajibu meseji, Belema hapokei simu zake. Sasa rafiki yake Isio akamwambia hivyo mshikaji wangu una akili kweli wewe? Yaani mwanamke umekutana naye barabarani, mkafanya ngono zembe, ndo akuchanganye kiasi hicho? Sasa kwani Isio alimuelewa rafiki yake? Mchizi umwambie kitu kwa Belema, katokea kumpenda balaa. Isio ana huyu rafiki yake wa kike anaitwa Simi. Leo alikuwa amekuja kumtembelea hapa. Sasa Isio anaonekana hayuko sawa kabisa. Muda wote yuko kwenye profile ya WhatsApp ya Belema, anaangalia tu picha yake pale. Kesho yake Isio akone isiwe tabu ise. Akaenda kwenye nyumba anayoishi Belema. Kamkuta Belema hapa. Mchizi akamwambia kwamba upokee simu zangu, jibu meseji zangu. Belema akasema unataka nini? Mchizi akasema nataka mimi na wewe tufahamiane zaidi. Unajua Belema, tangu siku ile usiku unitoke kabisa akilini mwangu. Na hisi kama kuna chemistry kati yangu mimi na wewe. Belema akasema wewe kijana, naomba futa hayo mawazo haraka sana. Huwezi kuwa kwenye mahusiano na mimi. Mimi ni malaya. Mimi ni kahaba. Mimi nafanya mapenzi kwa kulipwa. Huwezi kuwa kwenye mahusiano na mimi. Hayo ndio maisha yangu. Unajua mchiza kuamini aisee kwamba Belema eti ni malaya, ni kahaba, anajiuza, anafanya mapenzi kwa kulipwa. Kesho yake Isio kwa hapa rafiki yake akamweleza kuhusu Belema kwamba eti Belema amesema anafanya kazi ya kujiuza. Rafiki yake akasema umeona sasa, na huyu ameamua tu kukusaidia, amekuweka wazi. Ulikuwa unaenda kuangamia wewe. Na sijui kama hauna magonjwa zinaa au ukimwi. Chiza akasema mbona nishapima kitambo na aliambiwa niko safi. Akasema tushukuru Mungu sasa, maana ulikuwa unaenda kufa vibaya. Jioni Isio alikuwa kwenye grocery kamoja hapa anapata moja baridi. Sasa mchizi kichwani mwake bado anamuwaza Belema kinyama. Akawa anaona kama Belema amekuja pale. Alafu mchizi anamwambia Belema kuwa licha kwamba wewe unajiuza lakini mimi nakubali kuwa na wewe hivyo hivyo na kuahidi ile penzi letu litasimama tu siku moja. Mchizi anashtuka, alikuwa ni mawazo ise. Licha kwamba Belema anajiuza, lakini mchizi Belema kagoma kabisa kumtoka moyoni. Kesho yake Isio kwa hapa rafiki yake Simi. Sasa Isio akawa anamuuliza Simi kwamba hivi unawezaje kumfuta mtu asiyekufaa maishani mwako? Simi akasema kwanza unatakiwa uhakikisha kuwa umembloko kila kona, lakini pia umefuta mawasiliano yake yote. Simi akasema kwani ni nani huyu ambaye unataka kumfuta maishani mwako? Isio akasema ni mawazo tu hapa nilikuwa nawaza.
Zikapita siku kadhaa, Isio bwana ikashindikana kabisa kumsahau Belema. Akarudi kwa Belema, akamwambia Belema, imeshindikana kukuondoa moyoni mwangu. Belema akasema, kwani unataka nini kwangu? Isio akasema, nahitaji kuwa na wewe na kupenda Belema. Belema akasema, wewe utakuwa umemisi show wewe. Isio akasema, hapana Belema, mimi hata sio show. Mimi nakupenda Belema, nahitaji kuwa na wewe. Belema alicheka kweli kweli. Kamwambia, nisha kuambia wewe kijana, futa hayo mawazo. Haitokai ije mimi na wewe tukawa wapenzi. Akaondoka pale. Baada ya wiki 3, Belema akawa anajihisi hayuko sawa, akaenda kununua kipimo cha ujauzito. Kupima, Belema bwana ngome ikasoma positive aisee kwamba ni mjamzito. Unajua Belema alichanganyikiwa, alipagawa vibaya. Mimba ni ya nani? Mimba ni ya driver Uber, Isio. Rafiki yake Belema Olivia akamuuliza, sasa unafanyaje? Belema akasema hakuna cha kufanyaje zaidi ya kuitoa. Sasa Belema alikuwa hayuko sawa kipesa. Akawa amemwomba Olivia amkopesha atamrudishia baada ya wiki moja ili akaitoa hiyo mimba mapema. Lakini Olivia pia naye akalalamika, akadai kuwa hata yeye pesa hana, naye anatarajia kupata pesa baada ya wiki moja. Olivia akamwambia Belema kuwa, kwa nini uumize kichwa wakati mtu aliyekupa ujauzito yupo? Kwa nini usimuite huyo driver Uber Isio aje akupe pesa ukaitoe hiyo mimba? Belema akaona okay point. Akawa amempigia simu Mchizi kuwa anakuhitaji nyumbani, nina mazungumzo na wewe. Mchizi alifurahi kweli, akawa amekimbia kwa Belema. Alipofika Belema akamwambia, nina ujauzito. Jamaa akauliza, ujauzito wa nani? Belema akasema, ujauzito wako. Siku ile tumefanya mapenzi uliniambia kuwa ulimwaga nje, lakini kumbe ulimwaga ndani. Mimi nina miaka 3 sijawahi kufanya mapenzi na mtu bila kutumia kondom, isipokuwa wewe tu. Sasa sikiliza, mimi sitaki maneno mengi wala mjadala mrefu hapa. Nataka pesa nikatoe hii mimba. Mchizi akasema, hapana, kwa nini ukatoe hiyo mimba? Kama kweli mimba ni yangu, mimi niko tayari kukufanyia kila kitu mpaka utakapojifungua mtoto wetu. Belema akasema, mimi siko tayari kuwa mama sasa hivi. Kama unanipa pesa kutoa hii mimba nipe, kama utaki ondoka ndani kwangu. Mchizi akasema, mimi siwezi kukupa pesa ukatoe hiyo mimba. Kama kweli mimi ndo mwenye mimba, mimi niko tayari kukuhudumia mpaka utakapojifungua. Belema akamfukuza Isio ndani kwake ise. Wameshindwa kabisa kuelewana. Isio akamwambia Belema kuwa kama ukienda kutoa hiyo mimba, basi dhambi zote utazibeba mwenyewe, mimi simo. Mchizi akawa ameondoka pale. Alipofika nyumbani akamuuliza rafiki yake. Mchizi alicheka kweli. Akasema, sasa wewe mtu kahaba, mtu anajiuza, utajuaje kuwa hiyo mimba kweli ni ya kwako? Hawa watu wana tekniki zao za kupata pesa. Hapo ni alikuwa anataka pesa tu mzee. Hakuna chochote kile. Hana mimba wala nini. Isio akasema, hapana, yule atakuwa na mimba kweli. Kwa jinsi ambavyo amenieleza na usirias aliokuwa nao, yule atakuwa na mimba kweli. Mchizi akamwambia kwamba sasa kwa nini ukumpa pesa akatoa hiyo mimba ise? Kwa sababu uwezo ukazaa na malaya. Jamaa akasema, hapana, mimi nilishasema mwanamke yoyote kutoa mimba yangu ni mwiko katika maisha yangu. Haijalishi ni malaya, haijalishi ni nani. Kesho yake Isio akarudi kwa Belena, akamwambia kuwa Belena, tafadhali naomba usitoe hiyo mimba. Mimi niko tayari kufanya kila kitu kwa ajili yako, ili mradi usitoe hiyo mimba. Belema akasema, hivyo najua kuwa mimi nautegemea huu mwili wangu ili nipate pesa. Sasa nikiwa na mimba nitapataje pesa? Isio akasema, mimi nitakulipa kipindi chote cha ujauzito, pesa ambazo ulikuwa unazipata katika harakati zako. Belema akacheka, akasema, wewe utatoa wapi pesa za kunilipa mimi mtu mwenyewe driver taxi bwana? Isio akasema, mimi sio driver taxi tu, nina biashara zingine ambazo naziendesha. Belema akasema, okay sawa, basi utakuwa unanilipa kila wiki. Isio akasema, hakuna shida, ili mradi utanitunzia kiumbe changu, mimi nitakulipa kila wiki. Baada ya mazungumzo marefu na wote wakielewana vizuri, basi wakaingia katika makubaliano hayo kwamba Isio atakuwa anamlipa Belema mpaka atakapojifungua. Baadaye Belema yuko hapa rafiki yake Olivia, akamuuliza kila kitu alichokubaliana na Isio, lakini Belema akaona kama amempatia mzigo mzito sana Isio. Lakini Olivia akasema, hapana, kama amechagua mwenyewe na maamua mwenyewe, wewe huna kosa lolote, kwa sababu kumbuka pia wewe familia yako inakutegemea. Kwa hivyo utakapokuwa na mimba, nani atahudumia familia yako? Belema akawa amehamia kwa Isio. Mmoja kati ya makubaliano ambayo aliyafanya ni kwamba Belema ahamie kwa Isio, kwa sababu Isio alimwambia kuwa mimi sikuamini nikiwa mbali na wewe, kwa sababu unaweza ukawa unaendelea na mishemishe zako za kujiuza hali ya kuwa na kiumbe changu tumboni mwako. Kwa hivyo kwa kuwa mimi nakulipa katika kipindi chako chote cha ujauzito, basi hauna budi kuhamia nyumbani kwangu, kwa sababu hautakuwa tena na kazi yoyote ile zaidi ya kukaa na kurelax tu. Ndio maana sasa Belema amehamia hapa kwa Isio. Kwa hivyo kazi yake ni kula na kulala na kusubiria kujifungua na malipo juu. Belema akampa Isio mkataba kwamba asaini mkataba huyu jamaa
ili kesho asije akageuka kile ambacho wamekubaliana. Lakini pia Isio akashangaa kweli kweli, Belema kwenye ule mkataba wake kuna DNA baada ya kuwa mtoto amezaliwa. Isio alishangaa kweli kweli, akamuuliza DNA kwa nini? Belema akasema ili kujihakikishia kuwa huyo mtoto ni wa kwako. Isio akasema hata usijisumbue, mimi nakuamini, ndio maana nimekuleta humo ndani. Baadaye rafiki yake Isio, Simi, akawa amekuja hapa kwa Isio. Anashangaa anamkuta Belema hapa. Isio akasema huyu ni mwanamke ambaye ana ujauzito wangu, kwa hivyo atakuwa anaishi na mimi hapa nyumbani. Simi akasema sasa mbona hukunitaarifu mapema jamani? Baadaye Simi yuko hapa na rafiki yake Isio. Sasa sikumbe Simi bwana waga anampenda kinyama Isio aisee. Alafu Isio hata hajui kuwa huyu Simi anampenda aisee. Kila siku Simi yaga yuko pale ana act kama rafiki yake tu na nini, lakini kumbe ana feelings za kimapenzi kwa Isio, na Isio hata hajui hilo. Sasa Simi yuko hapa na huyu mchizi bwana sakamwambia Simi kila kitu kuhusu Belema, kwamba ni malaya, ni kahaba, walivyokutana mpaka mimba ilivyoingia. Aisee, Simi alisikitika. Huyu mchizi akamwambia Simi kuwa nenda kwa Isio na umwambie feelings zako, wenda atakuelewa. Yule malaya yule hawezi kuchukua mwanaume wako aliyakuwa wewe upo tu. Huku Belema na Isio maisha yanaendelea. Sasa hapa wanaishi kama mtu na mzazi mwenzake mtarajiwa na sio wapenzi, kwa sababu Belema Aisha mkataa Isio. Lakini Isio yeye anampenda kweli kweli Belema. Lakini Belema ndo hivyo, yuko hapa kwa sababu tu Isio anamlipa ili ajifungua, akishajifungua maisha yake endelee. Kwa hivyo sio wapenzi. Lakini sio jinsi ambavyo anamtreat Belema, ni anamtreat vizuri kweli kweli, kwa sababu anampenda sana huyu mwanamke. Siku moja rafiki yake Isio akawa amekuja hapa kwa Isio, akafoka kweli kweli kwamba kwa nini Isio anaishi na malaya hapa nyumbani, eti kisa tu ana ujauzito wake. Why? Lakini Isio sasa kwani anaelewa, akamwambia mzee, haya ni maisha yangu, na ukumbuke kuwa huyo mwanamke ambaye wewe unamuona ni malaya, ni kweli ni malaya, lakini ana kiumbe changu tumboni mwake. Unataka mimi nifanyeje? Kesho yake ilikuwa ni siku ya kliniki. Isio akampeleka Belema kliniki. Sasa Belema akiwa hapa anapima, akawa anajisemea kimoyomoyo jinsi ambavyo jamaa alivyomkalimu, mpole, mcheshi, ana moyo mzuri, ana moyo wa huruma. Akawa anasema mtoto wangu umepata baba bora sana. Lakini akawa anasema kwa nini haya maneno nisimwambie mimi? Waliporudi nyumbani, Belema akavunja kimya kwa Isio, akamwambia Isio, asante kwa kila kitu ambacho unanifanyia mimi. Isio akasema unajua mtoto ni baraka, na baraka inapokuja katika maisha yako basi unapaswa kuipokea ile baraka kwa mikono iliyo wazi. Mimi nafurahi sana kwa hii baraka. Basi bwana, kesho yake wako hapo ananyoshana miguu na nini. Sasa leo wote uvumilivu bwana ukao umewashinda. So akataka kukisi pale, lakini papu mlango unagongwa. Kisi bwana ikabidi yaahirishwe. Isio akaenda kufungua mlango, ni Simi bwana akaja hapa kwa Isio na mabegi kabisa. Sasa Isio akamuuliza mbona anaona mabegi? Simi akasema nyumbani kwangu kuna watu wamekuja wageni. Sasa mimi inabidi nije huku ili niweze kukaa huku kwa muda. Isio akasema ulipaswa uniambie kwa sababu chumba cha wageni kwa sasa kina mtu. Simi akasema hakuna shida, kama chumba cha wageni kina mtu mimi nitalala chumbani kwako kama ambavyo siku zote waga nalala chumbani kwako. Simi na Isio ni marafiki. Simi anampenda Isio, lakini Isio yeye anajua Simi ni rafiki yake tu, lakini kumbe Simi ndio hivyo ana feeling naye. Sasa Simi waga nalala tu hata chumbani kwa Isio na hakuna chochote kinachotokea, kwa sababu Isio anamuona Simi ni rafiki yake na hana feeling naye kabisa. Lakini kipindi Simi anazungumza yoyote, alikuwa kimshika kimahaba kinyama Isio. Hiyo yote ni anafanya ili kumuumiza tu Belema, na hata hapa nyumbani amekuja kimkakati zaidi, amchomoe Belema abaki na Isio wake. Usiku Simi akatoka chumbani kwa Isio kwa sababu ndo analala huko, akaja chumba cha wageni anapolala Belema. Simi amekuja hapa anasema, Belema unaweza kawa na kondom. Anasema nisaidie hata moja tu, kwa sababu Isio ameniambia kuwa wewe ni kahaba unajiuza, kwa hivyo watu kama nyie amkosagi kuwa na kondom. Belema akasema Isio amekwambia hivyo? Simi akasema ndio ameniambia nisaidie bwana kondom. Belema akasema sina kondom. Simi akaongezea akasema mimi unajua nikiwa nafanya mapenzi waga sijuagi kujizuia, kwa hivyo utakapokuwa unasikia milio tafadhali naomba uvumilie. Belema akasema sawa. Simi akawa mondoka pale. Aisee, Simi kweli humo ndani kaja kimikakati. Belema sijua ataichukuliaje hiyo. Sasa Belema akabaki hapa anajiuliza kwamba kwa nini Isio ameamua kumwambia Simi kuhusu
siri ya maisha yake? Why yani? Simi aliporudi kwa Isio akamwambia Isio kwamba kumbe Belema anajiuza, kumbe ni kahaba. Ameniambia jikoni kila kitu, ameniambia amemisi sana hayo maisha ya kujiuza. Anasema ni amestop tu kwa sababu ya mimba, lakini kiukweli hiyo mimba si muda hata mrefu ataitoa kwa sababu kamisi sana kujiuza. Isio akasema Belema amekwambia hivyo? Simi akasema ndio. Ulidhani atanificha? Ameniambia kila kitu. Amesema kuwa na wewe ni anapoteza pesa zake nyingi sana ambazo alikuwa anazipata kwenye kujiuza. Simi anawapigisha shoti Isio na Belema. Kesho yake kumekucha, Isio anaamka na hasira kweli kweli. Belema bwana alikuwa anatoka nenda kwa Olivia. Isio akamwambia hivi, wewe nikufanyie nini ulizike? Na kulipa na kufanyia kila kitu. Aise, siku nikisikia umelala na mwanaume mwingine hali ya kuwa una ujauzito wangu, sitokusamehe. Sasa Belema naye ana hasira na Isio kwamba Simi alimwambia, Isio kamwambia Simi kuwa Belema ni anajiuza, ni malaya. Simi kawapigisha shoti Aise. Kila mmoja Sivi ana hasira kweli kweli na mwenzake. Belema akawa ameondoka mle ndani kwenda kwa rafiki yake Olivia. Jioni Isio akaona alivyomwongelesha Belema asubuhi kwa hasira alikosea. Kwa hivyo akawa amepika hapa chakula akampelekea Belema, lakini Belema akakikataa kile chakula. Isio akambembeleza sana. Belema bwana akakubali. Sasa kipindi Isio anamuomba msamaha Belema, Simi alikuwa kwa pembeni anasikiliza. Aliumia kweli kweli yani. Licha kuwapigisha shoti lakini mchizi umwambie kitu kwa mtoto wa kika Ise. Karudi kaomba msamaha, maisha yaanze upya. Huku chumbani kwa Isio anakolala na Simi, Simi anajaribu kumtega kweli kweli Isio, lakini Isio anachomoa Ise. Anamuona Simi kama rafiki yake tu. Hana hisia naye kabisa. Kesho yake kumekucha asubuhi, Isio anasikia Belema analia chumbani kwake. Akakimbia kufika, anakuta Belema anavuja damu Ise. Jamaa kambeba kampeleka hospitali. Daktari anawaambia mimba imeharibika. Lilikuwa ni pigo kubwa sana Ise. Wamerudi nyumbani sasa kutokana na kwamba Simi kashawapigisha shoti na ameshamwambia Isio kuwa Belema alidai kuwa amemisi sana kujiuza na hata hiyo mimba ataitoa muda wowote ili arudi zake kujiuza kwa sababu anakosa pesa nyingi sana akiwa na Isio. Sasa Isio akaamini moja kwa moja kwamba Belema kaitoa ile mimba ili arudi kujiuza. Isio anafoka kweli kweli. Anasema ndicho ulichokuwa unakitaka. Nadhani sasa umefurahi. Nenda kajiuze. Nenda kaendeleza malaya wako. Sasa Belema akawa analia. Anasema hujui kiasi gani nimeumia. Sio anasema acha kuongea unafiki wewe. Umeumia wapi wakati ulisema kuwa mimba huitaki, unataka kwenda kujiuza? Isio akarudi chumbani kwake. Simi akamwambia pole sana. Yule mwanamke ni shetani yule. Atakuwa ameitoa mimba ili akajiuze. Pole sana rafiki yangu. Utakuwa sawa. Mimi nipo kwa ajili yako. Kesho yake Belema kondoka kwa Isio, akarudi kwa rafiki yake Olivia. Ana masikitiko makubwa sana. Belema anakiri, anasema ameumia mno. Ameumia sana kumpoteza yule mtoto. Olivia akasema vipi kuhusu Isio? Belema akasema ameumia mno. Amenitukana sana. Anahisi kuwa nimechomoa ule ujauzito ili nirudi katika kujiuza. Olivia akasema lakini huwezi kumlaumu Isio. Lazima awaze hivyo kwa sababu mara ya kwanza ulionyesha kutoitaka mimba. Kwa hivyo lazima awaze kwamba labda umeitoa ili urudi kujiuza. Upande wa pili Isio yuko na rafiki yake hapa. Sasa rafiki yake Isio kwanza akampa pole kwa kupoteza mtoto, lakini pili akamwambia kwamba hivi unajua kuwa Simi ana hisia za kimapenzi na wewe? Isio alishangaa kweli kweli. Akamwambia acha mambo yako bwana. Chiza akasema kweli, huo ndio ukweli. Simi mimi ameshanieleza mara kadhaa. Lakini ndio hivyo mtoto wa kika alikuwa anashindwa kukwambia, alikuwa anataka wewe uje ukione hicho kitu na ujue kuwa anakupenda kimapenzi na sio rafiki wa kawaida. Baadaye mchizi amerudi nyumbani, akamkuta Simi hapa. Akamwambia Simi na maongezi na wewe. Wakakaa. Jamaa akamwambia Simi, unanipenda mimi? Simi akasema, amekwambia. Ni kweli, nakupenda sana. Nimejaribu kufanya kila kitu ili mradi uweze kuona pendo langu kwako, lakini imekuwa ni ngumu. Nakupenda sana. Simi bwana akaamka akataka kumkisi jamaa. Mchizi akampush. Akasema hapana Simi. Wewe kwangu ni kama rafiki yangu, sina hisia zozote za kimapenzi na wewe. Moyo wangu upo kwa mtu mwingine kabisa. Simi alifoka. Akasema una akili timamu kweli wewe? Yaani mimi unanilinganisha na malaya? Mimi unanikompea na kahaba? Akawa amekimbia akaondoka mle ndani aisee. Huku Olivia ni muda wa kwenda kazini. Anashangaa Belema bado amelala. Anamuuliza vipi uende kazini? Belema anasema mimi siwezi tena kuendelea kujiuza.
hiyo kazi siitaki tena maishani mwangu. Olivia akasema, utafanya kazi gani? Umesahau kuwa tuliingia kwenye hiyo kazi kwa sababu tulikosa kazi ya kufanya? Belema akasema, nitafanya kazi yoyote lakini sitojiuza tena. Sasa Isio akawa anapiga patrol kila siku hapo anapoishi Belema. Kila siku akawa anamuona Olivia anatoka peke yake kwenda kujiuza, lakini Belema hatoki. Kesho yake Belema akaingia mtaani kutafuta kazi aisee. Katafuta kazi kinyama jiji zima, hakuna kazi aliyoipata. Isio anamfuatilia Belema kila kitu anachokifanya, anakuwa nyuma yake. Usiku Isio kama kawaida akaenda kupiga patrol anapoishi Belema. Kama kawaida akamuona Olivia anatoka peke yake, Belema hakutoka. Isio bwana akaamua kwenda mle ndani kuzungumza na Belema. Belema alishangaa kweli kweli kumuona Isio hapa. Isio akamwambia anaweza kuingia ndani. Belema akakubali, Isio akaingia. Isio akamwambia Belema, mbona siku hizi hutoki na rafiki yako kwenda kwenye mishemishe zenu? Lakini pia pole, naona unahangaika kweli kweli kutafuta kazi. Belema akasema, kwani umekuwa ukinifuatilia? Isio akasema, ya, nimekuwa nikikufuatilia siku kadhaa na sijui ni kwa nini umeamua kuacha kazi yako wakati ulisema kwamba unaipenda sana na ndo kazi ambayo inakupatia pesa. Belema akasema, wewe hunijui mimi, hunijui kabisa. Isio akasema, ndio maana niko hapa kutaka kukujua, kukufahamu zaidi. Belema akasema, mimi niliingia kwenye hiyo kazi kwa sababu baba yangu alifariki nikiwa mdogo sana. Mama yangu aliparalyze kutokana na baba kufariki. Mimi nilikuwa bado mwanafunzi, kwa hivyo mama yangu alikosa uwezo wa kuendelea kunisomesha, nikawa nimeacha shule nikiwa mdogo sana. Sikuwa na kazi yoyote ya kufanya, ndipo nilipojikuta nimeingia kwenye kujiuza. Isio akasema, Belema, naomba nipe nafasi nikusaidie. Naomba nipe nafasi niweze kuwa na wewe. Nipe nafasi na kuhitaji katika maisha yangu. Belema naye bwana akawa mweka wazi hisia zake juu ya mwamba, akamwambia kwamba hata mimi nakupenda sana, lakini nilishindwa kuweka wazi hisia zangu kwa sababu niliona uko na mtu. Jamaa akacheka akasema, uliona niko na mtu nani? Simi. Simi hakuna chochote kinachoendelea kati yangu na yeye. Belema akasema, hakuna kinachoendelea wakati ulimwambia kuhusu siri ya maisha yangu? Isio akashtuka. Akasema, siri ya maisha yako wakati yeye ndo aliniambia kwamba wewe ulimwambia? Hapo ndipo akajua kumbe walipigishwa shoti aisee. Kesho yake Isio akampeleka Belema kwenye biashara zake zingine nje ya udriver Uber. Kumbe jamaa bwana anamiliki bonge moja la duka. Aisee, unajua Belema hakuamini. Jamaa bwana akamtembeza dukani mle na nini, kisha akamwambia kuwa yeye ndo atakuwa meneja wa hili duka. Aisee, Belema alifurahi kweli kweli, kwa sababu ndo hivyo alikuwa anatafuta kazi baada ya kuwa ameacha kujiuza. Sasa ndo hivyo Isio anampa hili duka alisimamie. Upande wa pili tunaonyeshwa Simi yuko na huyo mshikaji. Simi alikuwa amefuata vitu vyake hapa kwa Isio. Sasa akawa amekutana na huyo mshikaji hapa. Sasa mshikaji akamuuliza, vipi, kinachoendelea ni nini hapa? Simi bwana akalalamika kweli kweli kwamba Isio anadai kwamba bado anampenda Belema. Richa ya Simi anadai kapigana kweli kweli, lakini ndo hivyo mchizi amegoma kabisa kumwacha Belema. Na Simi akamwambia mchizi kwamba yeye alitoa mpaka ile mimba ya Belema ili tu Belema aweze kuachana na Isio, lakini ikashindikana. Unajua mshikaji alichanganyikiwa eti kwamba kumbe Simi ndo aliyetoa mimba ya Belema ise ili tu kuachanisha Belema na Isio. Baadaye Isio na Belema wakaja hapa nyumbani wakamkuta huyo mchizi hapa. Mchizi bwana akawaeleza ukweli kwamba Simi kadai yeye ndo alihusika kutoa mimba ya Belema, kidai kwamba alimwekea vidonge vya kutoa mimba kwenye juisi. Belema akanywa, mimba ikatoka. Unajua Belema alilia kweli aisee. Isio akasema, yule mwanamke nitamfunga mimi, lakini mchizi akasema, huna ushahidi mzee, kwa hivyo ni kumwachia Mungu tu. Baada ya miezi kadhaa, siku moja Belema na Isio wako hapa anapata zao dina. Leo Isio akamvisha pete ya uchumba Belema aisee, na rasmi ndo hivyo wakaingia kwenye uchumba na soon wanaenda kufunga ndoa. Na hapo ndo kwa mwisho wa hii ngoma yetu ambayo inaitwa One String Attached.